Neno usaliti sio mapenzi tu, kuna aina nyingi tena kwa wengi tu. Unaweza mwamini mtu kamwambia vitu akakutangaza kwa watu. Mtu ni utu na mtu ni watu, japo kuna watu na viatu. Sometime nasema siamini mtu, japo nahitaji watu. Tena najua mtu ni mtu, japo roho zao zimejaa kutu. Wetenda wema kisha nenda zako, malipo yako uko mbele yako. Wazuri na wabaya wako kando kando yako. Ndabara mukije bakunzi ba JTV online ngaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, hamboge canke se famoswe kuri microphone. Nkuko twabemereye kuza turabashikiriza amakuru atandukanye y'abaririmbyi batandukanye. Uno munsi rero twahawe ibako ryo guhura n'umuririmbyi aza kwidondora. Hari abamuzi n'abatamuzi, basanze batamuzi baza kumumenyeraho yamaze kwidondora. Karibu sana boss. Asante. Poa. Poa. Watu wenyewe wasio kufahamu, watu wenyewe wanaweza kuwa njoo mara kwanza wanatizama TV yetu au njoo mara kwanza wana subscribe kwenye TV yetu, wanaweza kufahamu ni nani kwenye TV zetu. Okay, kwa majina naitwa Nahimana Platini, niliopewa na wazazi, alafu jina la kisanii ni King Plata. Niko mwanamuziki tena niko producer. Ndio. Mwanamuziki pia producer. Yeah. Muziki ulianza lini? Ulianza kuimba ama ulianza kufanya uproducer? Nikisabia miaka nilianza muziki nafikiria hata leo ulikuwa hujazaliwa. Lakini poa tu. Nimeanza muziki mwaka 2004. Hivi ni mwaka 2023. Yeah. Yaani kama miaka 19 hivi sasa nafanya kazi ya muziki. Sure. Yeah. Muziki ulianza since 2004. Ulianzia kwenye production ama ulianzia kwenye kuwa mwimbaji? Hapana, nimeanzia kuwa mwanamuziki. Tulianza kipindi cha kujizoeza kwenye mabeat, tuenda kwenye mashow tunapigia kwenye beat alafu baadaye nikajikuta studio. Ndiyo. Yeah. First single yako unaweza kuwa ulitolea, na kumbuka hiyo 2004 antuka ma studios zilikuwa sio nyingi sana. Yani muziki ulikuwa haujasikika sana kivile. Ulijifikiriaje kuingia kwenye studio, kuanza muziki, kuimba? Yep. Mwaka 2004 ndo nimechukuaga maamuzi ya kuwa mwanamuziki. Nikawa naandika. 2005 nikaingia kwa kutafuta mabeat. Alafu baadaye 2006 ndo nikaingia studio record. Yeah. Wakanitengenezea nyimbo ya kwanza. Yeah. Like wimbo wako wa kwanza unaweza kuwa uliitwaje, ulitengenezwa na producer gani, studio gani? Nyimbo yangu ya kwanza imekuwa inaitwa Afrika, hivi sijui iko wapi. Imetengenezwa na Alienizamu muziki. Ni nyumba nzima la The Moses Found Club. Inafahamikana kwa jina la kimaarufu My Bobo Record. Yeah. Yani hiyo ndo house iliyokulea kwenye muziki, ndio kwenye ulianzia muziki, ndio kwenye ulifanyia muziki yako hiyo before? Yeah, ni watu ambao wameelewa kipaji changu. Yeah. Alafu wakanikuza. Yeah. Na kama saizi niko hapa, kuna mchango wao mkubwa sana, kuanzia DJ Aino Machela, Napi, DJ Teo, Saido Worshiper, yeye yuko Ulaya. Unaona? Yeah. Akina Steve, Simon na wengine. Yeah, kwenye YouTube channel yako kuna muziki uliofanyana na kuna Igbana. Sijui mlikuwa mnafanyaga naye muziki au yeye ni aje? Alikuwa tu mshikaji tu. Kulikuwepo Igbana, yeah, Crown na Idris Mbizi. Grupu yao ilikuwa inaitwa Igobi. Walikuwa wanasoma kulisedi like. Nakumbuka kama niseme wamekujaga nyuma yangu au kama tumefahamianaga sasa, kila mtu alipoanza safari tukakutana njiani. Sure. Kama hivyo. Yeah. Lakini nawafahamu sana, ni rafiki zangu, ni watu ambao tumelelewa kwenye nyumba moja ya My Bobo Record. Yeah. Lakini saizi namshukuru Mungu kuona kila mtu yuko kwenye njia yake na sio njia mbaya.
Kweli. Yeah. Muziki ulianza kuimba before kukuwa producer. Changamoto gani iko kwenye kuimba na changamoto gani iko kwenye kufanya uproducer? Kusema uingie kwenye uproducer, uliona kuna changamoto gani zilio kukosesha kuendelea unaimba sana ukajibaze sana kwenye production? Sikujibaze kwa producer ili ni kwa sababu eti nimekutana na changamoto nyingi, hapana. Muziki wetu unahitaji kufanya kuwa na kazi nyingine. Ili uendelee muziki, alafu muziki ukuzalie matunda. Nafikiria ili upate matunda inabidi kwanza wanasema kuotesha mbegu. Alafu mti unapanda unavuna. Sure. Sidhani kama unaweza kukula matunda ya muziki bila kufanya kazi yote wakati muziki unahitaji pesa. Kweli. Sasa kama mimi nimefanya kazi ya producer ni kwa sababu ni kazi ambayo nimeipenda. Nikasema acha nijifunze hiki kitu. Yeah. Kesho yake kiwe liwe jembe langu, iwe yani acha niseme kwa Kifaransa iwe source yangu mimi ya kupata kile kidogo cha kunisaidia kwa kazi yangu ya kuendelea kuimba. Yeah. Hata kama uproducer na wa kutengeneza muziki na uimbaji vinaendana, lakini haimaanishi kama nitafika na sahau kazi yangu ya producer ambayo inanilisha ili nifike na acha na muziki hapo. You mean that producer ndio unaokupeleka ndio unaokufanya kwa sasa unaishi DJ? Yani kama saizi ningesema ningesema niko convoyer. Ile kazi yangu ndio inanipatia pesa ya kwenda studio. Ningesema niko chauffeur wa hivyo. Ningesema niko menuisier, ule mranda mbao, seremala. Ni kazi ambayo hiyo producer ni kazi ambayo mimi inaniweka, inanisaidia kwa kujiendeleza maishani na kwa kukuza kipaji changu cha muziki, ili nijue nitafanya video inahitaji pesa. Pesa itatoka wapi kama sina kazi? Sikupenda kuishi maisha ya kutega mkono. Sure. Unapokuwa kwenye studio, unapokuwa ukifanya production nyimbo zako au nyimbo za tofauti, nyimbo za wanamuziki tofauti, unakuwa unajifeel vipi kutengeneza nyimbo zako au za wanamuziki wengine? Hivi haoni kama unaweza kuwa unajipendelea wewe sana kuliko kutengeneza za wengine? Nafikiria malalamiko angekuaga ameshakuwa toka kitambo, lakini hapana. Siwezi nikajipendelea, nijifanyie kizuri wakati niko kazini na kazi inahitaji kuiboresha, kuifanya vizuri ili wateja waonekane. Nikijipendelea maana yake sihitaji wateja. Kazi unakuwa na huwa kazi. Sihitaji yeah. Studio record yako kwa sasa iko hapa Kinama. Iliwahi kuwa Chibitoki, ilihamia Nyakabiga. Kuna wasanii fulani waliweza kutokea kwenye studio yako, akina Estanish, kuna akina Thailand, wote hao walikuwa waimbaji wako. Wote hao kwa sasa, kuna Estanish hivi amepiga tambwe kidogo. Tukiongelea kama Thailand, muziki wake ulitokea kwako, imekuwa changamoto gani kusema muziki wake usimame wewe ukaendelesha? Nitaweza nikakwambia hayo majina unayotaja ni watu ambao tumekutanana kwenye huu msafara wa muziki. Estanish mimi nimemfahamu, ameshaimba, ameshakuwa mwanamuziki, lakini alikuwa na focus sana kwa gospel. Sure. Lakini kama ametoka kwenye gospel akakuja sasa kwa profane music, nafikiria naweza nikachangia mkono wa kumkokota hicho kipindi. Mimi na jamaa anaitwa Geoffrey. Tukamkokota Estanish, tukamkokota mpaka saa hizi. Namshukuru Mungu, anapofika saa hizi ni pazuri sana, na Mungu aendelee kumsaidia atoboe zaidi. Thailand nimekuwa namfahamu toka kitambo. Thailand nimetumika naye mwaka juzi, kipindi niko na studio Nyakabiga, nikamwambia njoo tufanye kazi. Nikajaribu kumfanyia kazi ambazo naziweza. Baadaye acha niseme akanikosea. Sure. Akanikosea. Mimi nashtuka, mimi namfanyia mtu kazi, lakini nashtuka ananiambia eti hana msaidizi. Nikashtuka anafanya interview huko na kule eti hana msaidizi. Sure. Sasa wakati mimi ndo ambaye nilikuwa namsaidia hicho kipindi,
Nikajua huu ni wema gani? Huu ni wema kumanyoko. Unamsaidia mtu alafu anakuambia hana msaidizi. Sure. Je, hao ndio maana sasa imesababisha na wale wengine wakaachana, wale walikuwa wanamsaidia kina Masterland, wakina nani na nani siwafahamu. Unaona? Kitu kama hicho. Kulikuwa huyu mwanamuziki mwingine haumfahamu lakini nadhani unamfahamu. Shirin Rock. Yeah, hivi kwa Bantu. Amekuwa mikononi mwangu muda mrefu sana, na yeye saa hizi nashukuru Mungu kuona yuko sehemu nyingine afu sehemu nzuri. Hata John Black pia nafikiri. John Black pia hivyo amefanya hata nyimbo hapa juzi hivi Shetani. Yeah. Poa. Yeye sasa nimemlea, tumeishi naye sana, nikamwambia maisha ni hivi, muziki ni hivi. Saa hizi anashuhudia mengi ambao mimi nimeishi naye, nimemkuza, nimemfunza. Wote ambao wameshanipita mikono, nia yangu ilikuwaga hiyo, kuwaona huko kwenye nyingine step. Yep. Yeah. Na Mungu mkubwa wanaendelea vizuri. Labda ndeza nikasema mimi, lakini unajua mwalimu ni mwalimu, na kwa nashangaa sana walimu hatuzeeki. Kweli? Kivipi? Walimu ama wazazi hawazeeki. Kwa mimi naona kama mzazi wangu anazeeka. Anazeeka labda sijui, na wewe unazeeka. Kweli? Mote mnazeeka. Kweli. Lakini mzazi ni mzazi, hata azeeke ni mzazi tu. Sure. Na utabaki yangu nasema mamangu ni mzuri, yuko poa. Kwenye muziki wako wewe njoo mara nyingi unaweza kuwa unajitengenezea muziki wako. Haifiki wakati unasema mimi nahitaji touch ya mtu fulani, nende kwenye rekodi za labda Master Music, labda sijui Bantu Boss, sijui anyway, haijafikia. Mwanzo nimekuaga na huo ujuaji wa kujitengenezea kila kitu, kujiandikia, kujimix, kujitengenezea beat. Lakini sio hivyo sasa. Baada ya kugundua kama viungo vinatakiwa kuwa tofauti kwenye chakula ili chakula kiwe na ladha nzuri. Yeah. Kwanza mimi kwa saizi sijiandikiagi nyimbo. Sure. Teza tana wewe nikakuita na kwambia njoo niandikie nyimbo au unisaidie kuandika nyimbo. Unakuwa mtu wa kwanza unakubali kama wewe haujaandiki nyimbo. Sijiandikiagi nyimbo. Teza nikaongezea idea, lakini nyimbo nyingi mimi napewa. Sure. Na nikishapewa naimba, na kuna muda mwingine nikishapewa naimba naona kweli nimeimba lakini hainistahili, hainifai, na mimi naimpa mwingine. Sure. Yeah. Nazoea kutumika sana na hot mix na wengine maproducer ambao hawajulikani. Na watumika nao kutokana na gisi nimesikia wanafanyaga vitu ambavyo mimi nahitaji, na huwa sijibani. Muziki wangu mimi mwenyewe, kwanza niko producer, lakini nikikwambia kama sometimes muziki wangu mimi mwenyewe unaniombaga hela, na ni audio sio video. Kivipi? Siwezi nikamwona hot hivyo. Siwezi nikamwona wengine producer hivyo. Na kuna muziki mingine na nishinda kufanya mastering. Siwezi nikafanya ujuaji wa kuharibu. Sio muziki wangu tu, na muziki wa mwingine mwanamuziki ambao niko namtumikia. Yaani unamaanisha unafanya unachokiweza, usichokiweza unampea mwingine. Nampea mwingine, tunagawa. Sasa tutaishi aje sasa? Kushare. Yeah, njoo kizuri hicho, yani kushare yani idea. Wewe kama una hii unachangia na mwenzako. Kwa nini sasa mara nyingi unapenda kutumika na producer ambao wenyewe wasiojulikana? Basi wanaojulikana ndo ajuzi zaidi. Wanaojulikana ni bahati, ni nyota tu imewaka. Sure. Lakini kuna wengi hapa hawajulikani. Kuna hata wasanii wengi hawajulikani hapa, lakini vipaji wanavyo vingi sana, tena vikubwa sana, high level. Haimaanishi kama Koli, Amiri, akina Etizo, akina nani, sababu wako na majina ndo wanajua sana. Hapana. Sure. Kuna na wengine hapa nje wanajua kweli, na ukitumika nao akina Koli wanakuuliza nani amefanya hiki kitu. Sure. Yeah. Kuna kosekana nini au changamoto gani kusema au wengine wasijulikani? Inatokeana na nini kawaida? Kila kitu na wakati wake, kila mtu na muda wake. Na kila taa na muda wake wa kuwaka. Sure. Kuna taa inawaka usiku na mchana. Kuna taa inawaka usiku tu. Unaona? Na kuna taa isiyo waka lakini haijui itawakaga lini. Sure. Unanielewa? Hiyo kweli, kila mtu na muda wake. Kwenye muziki wako kwa sasa inachukua like mwaka mzima hivyo tuoni clip video.
Tunaona video yako ya mwisho ni video visualizer ya Molo. Ni kweli? Yeah. Na kwa kipaji changu gisi ninavyojijua kama kuna wengi hapa tunakimbizana sana, tungekimbizana na wengi sana. Unaona? Lakini sasa nakuaga na tatizo la kutokuwa na uwezo. Nafanya ile kazi yangu ndio inanisaidia na nivika, na nikulisha na nilipia nyumba. Lakini najikuta sasa video ziko bei. Kusema nifanye kitu kizuri kinaendana na nyimbo ambazo naziimba. Nakosa pesa. Ni kama gisi nikasema ambaye yuko anatusikia kama yuko na gisi ya kunisupport. Nifanye hata video moja au mbili. Inaweza kanisaidia mimi kunipush. Maana kipaji ninacho naweza sana, sio kujiaminia tu ya burebure ya kimdomo mdomo. Channel yangu inaitwa King Platat kwenye YouTube. Ukienda utasikia nyimbo nzuri, lakini unajua huyu jamaa mbona naimba hivi lakini video hana, na video ambazo yuko nazo fake. Kuko anakula kadiri na mdomo wake. Kweli. Lakini as a producer uko artist, unajuana na akina cameraman wengi, watengeneza video wengi. Pia muziki wako wewe pekee unajitengenezea, haiombi hela nyingi sana kusema ufanye audio. Kwa nini ile hela yenye unatumia kwenye wale watu wanaokuja kutengeneza muziki kwako haiwezi katokea video nzuri? Majukumu ni mengi. Majukumu ni mengi. Una familia? Nina familia. Mke, watoto? Yeah. Sure. Yeah. Unaona? Nyumba inanisubiri. Kula. Mara mtoto ameumwa ghafla, lakini nakuaga namuomba Mungu sana kwa hicho kitu aniepushie mbali, japo kinatokeaga tuko watu. Unaona? Nitahitaji kuvaa. Hapa kuna radio zinahitaji kutufanyia promo. Alafu producer wa video ananiambia okay, nitakufanyia video bure, lakini tukienda kwenye mahesabu tunajikuta ni bure ndio. Lakini ananiomba kama 500,000, milioni moja. Kusema nipate huo milioni na nibidi kwanza nitumike sana, na nikishatumika sana yale majukumu tena nyumbani yananisubiri. Unaona? Kitu kama hicho. Kwa kumalizia tungependa kuulize kitu gani unachoona kwamba labda wasanii au journalist wasaidie washike sana wasanii wetu, kitu gani wanaweza kukifanya ili muziki wa Burundi basi au wasanii wasio kuna wasanii mmoja hawasikiki sana, kuna wenyewe wako tunasikia kidogo kidogo. Ni kitu gani kipi tunaweza tukafanya au wakafanya ili na wengine wawe kwenye hot? Hawezi create impossible. Hakuna kitu kisichowezekana. Hawezi create impossible. Hicho ni cha kwanza. Afu cha pili, kila mtu ambaye ana disusie na muziki wetu anajaribu kufanya aliwezalo ili aone kama mwanamuziki amepanda. Na aswa wale ambao hawana gisi gani ya kuonekana wanajaribu kutafutiwa, lakini inashindikana. Ndio maana nikwambia ambaye anajulikana bahati yake hiyo, ni muda wake. Asiyejulikana asubiri, muda upo tu. Hao wasanii wanavuma hivi. Mimi naweza nikakwambia Kiriku, mimi nilikuwa namjua, nisikuwa naaminia, nisikuwa nategemea kama atawezaga kuwa star. Wakati mimi naenda kufanya show Ngozi, anakuja na nichania mistari na furaha, alafu namwambia wewe nitakusaidiaga nikishakuaga star zaidi. Unaona? Nilikuwa na promise ya kumsupport, lakini sikukuaga najua kama itawezekanaga kama watafikaga pale. Mimi nikajikuta nikasikia Fariaz amemchukua. Unaona? Ale akina Double J, wakina D1 walikuwa wanakuja hata kuniomba mimi tuweke kwenye lebo yako ya Best Way. Lakini saa hizi wanaongoza Buja Flavor. Kweli. Unaona? Kuna wasanii wengi kina Berry Music atakuwa tunawajua. Lakini muda ulipofika Emery San aliwahi kuvuma kipindi cha MA Production, alivuma sana. Kisha baadaye akazimika. Hivi tena baada kama ya miaka kadhaa
akatoka. Sasa maki taa imezimika tena ikaongeza ikawaka, nyota imezimika ongeza ikawaka. Ina maana gani? Ina maana gani hata kesho yake unaweza kusikia tena Black Jam ongeza kuwa star? Kweli kabisa, maana kesho tunasikia tena mimi mwenyewe tena naongeza kwenda kwenye miongoni wa mastaa. Sababu sisi tumeongoza mwaka wa 2012 11 kwenda mpaka 2016 17 tukatoka paka kuja wengine. Usipokubali kama huku nyuma kuna wengine wanahitaji kuja hiyo nafasi ulipo, basi utakuwa tu mchawi. Ndio kuna kubaki kwenye level yako ya hai kubwa, na kuna wale wengine wanashuka, tukubaliane hilo. Na kuna wale wengine vizazi vipya vinakuja pia, tukubaliane hilo. Sasa kama imeshindikana, wapishe wengine. Ukipata wakati, pambana, urudie pale nafasi yako. Yani ni kila kitu na wakati wacho. Sasa kwa maproducer, kwa mapresenters au waandishi wa habari au wapasha habari ama nini, wanafanya waliwezalo ili muziki wetu upae. Lakini sasa ni muda ambao hujaruhusu kwa wale ambao wanafanyiwa ile bidii, wanahitajika sana. Ni muda ndio hujaruhusu, lakini tunaendelea. Leo video za Burundi ziko audio kabisa, kila kitu, lakini muda sasa hujaruhusu. Neno moja kwa wale wanaojifikiria kwamba wa journalist wa DJs kwamba wenyewe ndio wanaotuma muziki wa Burundi haupai, neno limoja kwao. Siwezi nikawaambia neno tali moja. Kuna wanaoamini kama wa journalist ama DJs wenyewe wanapiga ngoma za nje sana kuliko za Burundi. Sasa siku itakuaga sasa vizuri wale wa journalist wanavifanya hivyo, tena wao watakuwa tena wa kwanza kuwasifia. Yani hakuna neno la kuambia, wasubiri tu muda uruhusu, wenyewe watasemaga hivi sasa poa. Kweli. Tukushukuru sana King Platat. Asante. Karibu sana kwenye mic zetu za JTV Online.